Juma Makombe, shabiki wa Dar es Salaam Young Africans. Young Africans msimu wa 24-25, siri ya mafanikio ni nini? Siri ya mafanikio ya klabu yetu kwanza ni mshikamano kuanzia mashabiki, wapenzi, wanachama na viongozi. Na labda tuangalie msimu hapa, mmeweza kuchukua makombe yote ambayo yanatakiwa. Usajili ambao mmeweza kufanyika au ndio vile ulivyozungumza viongozi? Kwanza katika mafanikio lazima kwanza uwe na timu nzuri, kwa maana usajili mzuri. Pili, uongozi bora. Ndio siri ya mafanikio. Na labda tuangalie msimu ujao sasa, kitu gani ambacho unatamani kiweze kufanyika kwenye kikosi cha Young Africans? Msimu ujao nategemea kwamba uongozi na benchi la ufundi limeona mapungufu ambayo yanatakiwa kujaziliza. Maana ni kuongeza, sisi hatujenge kikosi au tujenge timu. Sisi tunarekebisha tu baadhi ya mapungufu, kujaziliza sehemu ambapo pana mapungufu. Na labda kuna haja ya kocha wenu Miludi kubaki au unaona kuna haja ya kuondoka? Sasa lile ni swala la uongozi sisi watakavyoona, lakini kwa mimi kama mshabiki naona amereserve kubaki, kwa sababu kaikuta timu inafika cheze kama mechi 13 za kwenye ligi na katoa sare moja na kashinda zote 12, na kwenye federation ukachukua kuna mechi zaidi sio ngapi sijahesabu vizuri mpaka kuchukua ubingwa. Reserve kubaki. Na labda finali ya jana watu wanasema labda Singida Black Stars kwa sababu mna vinasaba nao ndio maana mechi imekuwa mmeshinda mnavyotaka nyinyi. Kweli. Haya ni maneno ya kishabiki. Ni maneno ni sahihi. Kwa sababu kwenye macho hao wanaojua mpira ameona mpira jinsi ulivyokuwa mgumu. Kuna goli ambalo uliona la kupewa pale. Quality ndio iliamua. Singida timu nzuri lakini quality ndio iliamua. Na kama ilivyoamua tu kwa watani wa jadi ndio hivyo. Na labda kwa watani wa jadi, unafikiri msimu wapi ambapo unaona wamefeli kabisa mpaka wameshindwa kwenu nyinyi? Tulishawaambia kwamba wao wajenge timu. Sasa wako na vitu viwili kwa pamoja. Hiyo kufika finali kombe la Federation la CAF ile ilikuwa ni fluke. Lakini wao bado timu haijengi kwa siku moja. Timu ni mwendelezo. Mwaka unaweza kutumia hata miaka mitatu. Na labda una kitu chochote cha kuzungumza kwa bodi ya ligi hasa katika msimu ujao? Msimu ujao bodi ya ligi wanafanyia kazi mapungufu ambayo yalijitokeza katika msimu huu ili kuboresha ligi yetu na watu wawe na imani na hiyo bodi ya ligi. Kwa timu gani? Mimi kwa majina naitwa Mr. Hassan Sauko. Shabiki wa? Mimi ni shabiki wa Mnyama. Mnyama, tuambie msimu hapa wapi ambapo mmefeli mpaka kufikia hapa? Kiukweli sio kwamba tumefeli. Ndio. Nadhani toka mwanzo wa ligi tulisema kwamba hii timu yetu sasa tunajenga timu yetu. Kweli na sasa tuko kwenye kujenga timu. Na hata kama mnajenga timu sio kwamba kwa sababu unajenga timu ndio kwamba usifanye vizuri unapotokea kufanya vizuri. Nadhani muendelezo wetu wa kujenga timu bado unaendelea. Kuna baadhi ya mashabiki wanasema kwamba viongozi, kwa mfano rais wa heshima Mo Dewji atoke na kuweza kuzungumza kwa nini mpaka kufikia hapa hali ni si nzuri. Miaka 4 mfululizo mnafungwa tu na dabi. Of course nadhani Mo hana shida. Kweli Mo hana shida. Na kusema kwamba atoke inakuwa haiko sahihi sana. Mo ndo sasa hivi anasaidia na ndio maana unaona sasa hivi timu inajengwa kwa sababu ni yeye ametoa hela. Sawa? Na kufungwa mara 4 mfululizo, mara 5 mfululizo, kufungwa mara misimu 4 haina shida. Hata sisi misimu 4 tuliwahi kuwa mabingwa. Ndiko Yanga wanajenga timu. Kwa ni jambo la mpito tu. Nadhani hata msimu huu tunaweza kufanya vizuri. Na labda tuzungumzie kuhusiana pia na ukiangalia kitu gani ambacho msimu ujao unatamani kiweze kufanyika kwenye kikosi cha Simba ili at least muweze kuwa sasa kwenye ile level ambao mnatamani kuwepo? Of course nadhani ni maboresho, safu ya ulinzi, uweze kuangalia safu ya wafungaji mbele pale forward. Nadhani Simba ndio wamefeli hapa, lakini nadhani maboresho kufanyika vizuri, timu yetu ni nzuri. Kocha Fadlu aendelee kubaki? Of course aendelee kubaki. Ana kitu bado aendelee kubaki na bado tuna imani naye. Umetazama jana finali ya CRDB Young Africans. Ndio. Umeona finali namna gani? Of course mimi ni shabiki wa Simba lakini of course finali ilikuwa ni nzuri. Timu kweli ilikuwa tunaona timu zinacheza kweli na ile ilikuwa japokuwa sisi huwa tunawatania watani wetu hapa na mtoto wenu hivi na hivi, lakini kwa jana hapana. Jana ilionekana kweli inafuzu. Watu waliokuwa bora zaidi wameshinda jana. Na labda kwa bodi ya ligi msimu ujao unatamani nini kifanyike kwa? Ya of course ni kuboresha kwa mfano ile
mapungufu yalioonekana kwa msimu huu waboreshe, waweze kuweka vizuri, kanuni zifuatwe kweli. Kama wanaweza kusimamia kanuni, zisimamiwe kanuni. Na tuambie shabiki wa timu gani? Jina langu naitwa Mabuya AK Dede. Tuzungumzie timu yako, wapi msimu huu ambapo unahisi hamjaenda sawa zaidi? Timu yangu ya Simba sio haijaenda sawa. Timu imeenda sawa. Unajua mafanikio hayaji haraka. Timu tumenunua wachezaji karibuni 17. Ile msimu wa mwaka jana. 17. Sasa 17 hatukutegemea, yani kama tukichukulia uneno maneno ya kishabiki au ukija kiuhalisia uwezi ukaperform haraka. Waungane wachezaji dakika moja na kocha alikuwa mgeni, lakini sisi kama mashabiki wa Simba tunashukuru kwa hapa timu yetu ilipofikia mpaka kufika kwenye fainali ya shirikisho, kuja kufika kwa timu ya pili. Mwaka jana tulikuwa mtu wangapi? Watatu. Lakini mwaka huu tumeshika namba 2 kwenye ligi na tumecheza vizuri. Haya mapungufu ni kidogo sana. Na labda msimu ujao unafikiri wapi ambapo natamani kuweza kuboresha kwenye kikosi chako? Simba kama Simba, msimu ujao sisi tunaomba viongozi wa vilabu wa klabu yetu watutafutie mfungaji. Sisi wachezaji wote wanawezekana kufunga, lakini anatakiwa awepo mfungaji. Na labda tuzungumzie kwa bodi ya ligi, kitu gani ambacho unatamani msimu ujao afanye? Bodi ya ligi ni mapungufu. Unajua taasisi haikosi mapungufu, kwa sababu ukizungumzia taasisi unazungumzia binadamu kwa ujumla. Sasa binadamu wanapoungana wawili watatu kulifanya jambo, lazima kuwe na nini? Na mapungufu. Na mapungufu yale ya kibinadamu tu yanatakiwa watu kukaa na kujua kwamba hapa mapungufu yako wapi. Hasa tukija kwa watu wamepiga sana kelele kwenye nini? Kwa marefa. Yani maamuzi yale ya zile dakika 90 ndio yamekuja watu sana kusumbua. Na umetazama finali ya Singida Black Stars na Young Africans, umeona ni finali ya namna gani? Fainali ya Yanga na Singida kwa mimi binafsi mimi siwezi kusema hivi eti kulikuwa mechi ya 100% au 90. Huwezi kusema hivi eti wanacheza Singida na Yanga wewe useme hivi Azam lini ilishinda. Wanacheza Yanga na Singida ikashinda Singida lini? Unataka kusema wana vinasaba? Sasa wewe wachezaji ambao wapo Singida wanafaulishwa wanaenda Yanga. Wako Yanga wanafaulishwa. Wachezaji wa Yanga wapo wangapi pale Singida? Unataka kusema kwamba ni kama timu yao ya pili? Wanabadilisha tu, yani kile kama kilindo. Unataka kusema finali mbaya tumeona? Finali mbaya. Uwezi ukasema hivi Yanga na Singida eti wanacheza kuna mchezo. Wewe hata ukicheza vipi lazima tu unakuja kushtukia amefungwa yule. Yani wewe nenda huo. Unataka kusema matokeo ulikuwa unayajua jana? Mimi wala sikwenda jana, sikushughulika. Sikwenda kwa sababu najua wewe siku yoyote ile, yani hata kesho kutwa tuanze. Utakuja kusikia kama yani huyu nani? Singida aifunge Yanga. Mara moja tu atafungwa. Wewe nani anamiliki ile timu? Mwigulu Nchemba ni nani Yanga? Shabiki mpenzi, mshabiki, yani kwanza analipa hela. Analipa hela. Pale anailipa hela. Sasa akubali Yanga ifungwe na Singida. Wewe hiyo inaingia akilini hiyo? Labda kwa kumalizia, soka la Tanzania kwa ujumla unalionaje mpaka sasa hivi? Soka la Tanzania kwanza tunasema hivi, tuna hasa hawa. Mimi naongelea kwanza hawa watu wetu wa utopolo hawa. Utopolo wanakuja neno hili la kudhamini timu 8. Ili bodi ilikuwa natakiwa waliangalie. Yani uongozi wa shirikisho letu iangalie. Hakuna tajiri au mdhamini anayedhamini timu kwenye ligi moja. Unadhamini timu 8. Haiwezekani hiyo.
Hebu azamini kama kuzamini, azamini timu moja, aende Kenya akazamini timu moja, aende Zambia ndo wanavyofanya hivyo. Uwezo ukazamini ligi moja timu 8.